ndio ulimwengu unayemwamulia mwanadamu maisha ya kuishi. Ulimwengu wa roho ndio ulimwengu ambao unamwamulia mwanadamu maisha ya kuishi akiwa hapa duniani. Ulimwengu wa roho ndio ulimwengu unayemwamulia mwanadamu maisha ya kuyaishi akiwa hapa duniani. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu unaotawala ulimwengu wa kimwili. Kwa ulimwengu unayemwamulia maisha ya kuishi mwanadamu, yawe mazuri au yawe mabaya. Yawe mazuri au yawe mabaya. Huu ni ulimwengu unampangia maisha mwanadamu. Kwa hapo ulipo wewe, shida sio wewe, shida ni ulimwengu wa kiroho ndio uliokufanya uwe hivyo. Ndio ulikufanya uwe hivyo. Kwa ulimwengu wa roho ni ulimwengu unaoyatawala maisha ya mwanadamu, yote yawe mabaya au yawe mema. Ulimwengu huu ni ulimwengu usioonekana kwa macho ya kibinadamu. Ulimwengu huu wa roho ni ulimwengu usioonekana kwa macho ya kibinadamu. Hauonekani kwenye darubini, ila ndio ulimwengu ambao unayatawala maisha ya mwanadamu, unayaendesha maisha ya mwanadamu, unayamiliki maisha ya mwanadamu, unayatesa maisha ya mwanadamu, unampa mwanadamu baraka. Kwa ulimwengu uliyebeba maisha ya ulimwengu huu. Sema amen. Sema amen. Lakini pia ulimwengu ndio chanzo, ndio ulimwengu ambao ndio chanzo cha kuwapangia watu maisha ya kuyaishi. Ndio unahusika. Ni ulimwengu ambao imani zote ndiko wanaporatibu maisha ya mwanadamu. Ni ulimwengu ambao imani zote ziko. Kwa ni ulimwengu ambao imani zote zinaratibu maisha ya watu. Ni ulimwengu ambao imani ya wachawi wako huko. Ni ulimwengu ambao imani ya kiganga wako huko. Ni ulimwengu ambao imani ya mila huko iko. Lakini pia ni ulimwengu ambao imani ya wokovu na yenyewe iko huko. Sema amina, sema amina. Kitabu kile cha Efeso 6, hebu nisome mstari wa 10. Kwa ulimwengu ambao una imani zote, lakini pia ndiko wanakoratibu maisha ya watu. Niko imani ya wachawi inapanga mipango yao, imani ya waganga wanapanga mambo yao, imani ya mila pia, lakini pia na imani ya wokovu na kwenyewe ndiko iko huko. Kwa hiyo mpaka ulipo hapo, kilichokufanya uwe hivyo, uendelee kuishi hivyo, ni ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao una chanzo cha baraka, cha kibali, cha heshima, cha huduma. Sema amina. Kwa mfano huduma mimi nilionayo, nilianza kuota ndoto, nahubiri, naombea, naamka
kuja duniani hapa, sihubiri hata mtu mmoja. Kwa ni ulimwengu uliye na mfano wa ndoto au maono. Lakini Biblia inatueleza sisi tuliokoka kwenye kitabu cha Efeso 6, naomba nisome mbele. Ule mstari wa 10. Maandiko yanasema, ndio hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Wanaambiwa watu waliokoka, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Sawa. Kwa kumbe zinahitajika nguvu. Hizi nguvu zitakuwa zipelekwe wapi? Mvaeni silaha zote za Mungu. Hizi nguvu tuzivae wapi? Tuzipeleke wapi? Mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Ndio. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Sawa. Katika ulimwengu wa roho. Kwa nimekwambia ulimwengu wa roho ndio ulimwengu ambao imani zote ziko huko. Kwa mfano hapo ulipo au hapa nilipo, kuna mambo ambayo yanaendelea juu yako usiyoyajua. Kuna mipango usiyojua. Sema amina. Sema amina. Kuna ratiba zinaratibiwa juu yako na familia yako, haujui. Hiyo ulimwengu wa roho unaelewa. Ulimwengu wa roho unafahamu. Sema amen. Ashukuriwe Bwana amekuleta kwenye ibada hii. Ibada hii inajua ulimwengu wa roho, inapingana na ulimwengu wa giza. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Na leo tutende kwa jina la Bwana majeshi. Chochote utakipanga kwenye ulimwengu wa roho, chochote kinachoendelea juu ya maisha kwenye ulimwengu wa roho, tunaenda kukisambaratisha leo kwa jina la Bwana majeshi aliye hai. Sema amina, sema amina. Kwa hiyo ni ulimwengu ambao umebeba baraka zako, umebeba heshima yako, umebeba kibali chako. Na ndio maana mchawi akija kwako wewe anakupeleka kwenye ulimwengu wa roho. Na mchawi yoyote aliyekupeleka kwenye ulimwengu wa roho, wewe na familia yako, tunamtia leo kwa jina la Bwana majeshi. Sema amen. Wewe ametumia imani ya wachawi na waganga, si tutatumia imani ya wokovu. Wewe ametumia imani ya mila na matamiko, si tutatumia imani ya wokovu. Sema amina. Sema amina. Kwa maisha yako ametumia imani ya waganga, ametumia imani ya wachawi, lakini wewe leo na wewe utatumia imani ya wokovu. Na sasa tunatumia imani ya wokovu. Imani ya wokovu itaenda kwenye ulimwengu wa roho leo. Itaenda kupiga magonjwa, itaenda kupiga chochote kitu kibaya. Sema amina, sema amina. Kwa ulimwengu wa roho ndio ulimwengu unaoyatesa maisha ya mwanadamu. Lakini pia ndio ulimwengu ulizobeba baraka za mwanadamu hapa duniani. Baraka zako haziwezi kuja bila ulimwengu wa roho kuruhusu. Sema amina. Sema amen. Kwa hiyo wewe haziwezi kuja baraka bila ulimwengu wa roho kuruhusu. Kwa mfano baraka za Yusufu, chanzo chake ilikuwa ni ulimwengu wa roho. Baraka ya heshima aliyokuwa amepata, kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 5, Biblia inasema Yusufu akaota ndoto. Hebu sema ndoto. Sema ndoto. Nataka niongee na watu ambao wapo hapa. Sema ndoto. Sema ndoto. Unaotaka? Muulize jana unaotaka? Unaota za kukimbizwa tu. Yusufu akaota ndoto. Wewe umeota ngapi? Mwenzako anaota ndoto hii? Ndoto moja tu. Sema mimi. Sema amen.
Weza kwako 2000 hapo kuna hata hii. Hapo sasa mweza kwa mimi niotaka nikiwa na ubiri. Na ubiri leo ni ubiri wa injili. Sema amen. Soma leo. Leo nataka tushughulike na ulimwengu wa roho leo. Soma haraka Mwanzo 27 mstari wa 5. Yusufu akaota ndoto. Ndio. Akawapa ndugu zake habari. Ndoto tu nao wakazidi kumchukia. Sawa. Akamwambia, tafadhali nisikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani. Sawa. Kumbe mganda wangu katundoka ukasimama. Ndoto tu hiyo. Na tazama, miganda yote ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi? Hivi kweli wewe utatumiliki sisi? Na utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake. Sawa. Na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine. Akaota ndoto nyingine tena. Akaambia ndugu zake akasema, angalieni nimeota ndoto nyingine. Sawa. Na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikasimamia. Ndoto, hebu sema ndoto. Ndoto. Sema ndoto. Ndoto. Na kama wote ndoto wewe umeshakuzika. Huyu ndugu anaota ndoto tu. Ndoto ndio ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ulimwengu huu ni ulimwengu ambao unaamua maisha ya mwanadamu yaweje. Ni ulimwengu ambao unaamua uendelee kuwepo hapa duniani au siwepo. Kwa ulimwengu huo ndio unaamua ufe au uendelee kuishi. Na ndio maana wakiamua kule kwamba ni wakufa, kesho haupo. Sema amina, sema amina. Kwa ulimwengu ambao unaamulia maisha ya mtu uendelee kuwa na afya au uumwe, ufilisike au sifilisike. Kwa mfano Mwanzo 40, isomea haraka sana David, mstari wa 16. Kwa ulimwengu ambao wanampangia mtu maisha ya kuishi, ni ulimwengu ambao wanamwamulia mwanadamu aendelee kuishi, kuwepo duniani au asiishi. Sema yoyote anayenipangia maisha ya kuishi kwenye ulimwengu wa roho leo, kwa jina la Yesu. Sema 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 kwa jina la Yesu. Leo ninakataa. Sema ninakataa mipango yao, agenda zao, vikao vyao viharibike leo. Ulimwengu huu wa roho hasa ambao wanautumia wachawi, na ndio maana wanaugomvi sana na walokole. Sema amina. Wachawi wako kwenye ulimwengu wa roho, na ndio maana maadui wakubwa sana wa wachawi na waganga ni watu waliokoka. Na sababu kubwa ni kwamba waliokoka imani yao inafuata kwa waliko, imani yao ya wokovu inafuata kwa waliko. Wachawi inapiga uchawi wao, inapiga uganga wao, inaharibu mambo yao. Na ndio maana kama kuna imani ambayo wachawi wanaichukia ni imani ya walokole. Na mchana wa leo imani ikakuokoe, imani ikakukomboe kokote ulikowekwa, kokote ulikokupangia yaliyo mabaya yakaribika. Nayo yanaenda kuharibika leo. Nasema leo yanaenda kuharibika leo. Nasema leo yaharibika. Tengeneza vizuri mweke kae sawa sawa. Leo nataka nipige mtu leo. Sema amina. Sema amina. Ni ulimwengu ambao wanapanga. Hebu soma lako. Wanapangia mtu afe, afilisike, achike, asiolewe, asiwe na mimba, asipate mimba. Ni ulimwengu ambao unampangia mtu maisha ya kuyaishi. Sema kwa jina la Bwana majeshi, yoyote
aliyekamata maisha yangu, aliyeweka maisha yangu kwenye mikono yake, leo kwa jina la Bwana Yesu azuia. Soma haraka. Mkuu wa waokoaji alipoona ndio kwamba hiyo tafsiri ni ya mema, akamwambia Yusufu, mimi kadhalika mlikuwa katika ndoto yangu. Na tazama, ziko nyungo 3 za mikate nyeupe juu ya kichwa changu. Sawa. Na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna ya chakula kwa Farao. Kazi za mwokaji. Anata ndoto tu. Endelea. Ndege akavila katika ungo juu ya kichwa changu. Ona ndoto tu. Yusufu akajibu akasema, tafsiri yake ndiyo hii. Nyungo 3 ni siku 3. Sawa. Baada ya siku 3 Farao atakiinua na kukuondolea kichwa chako. Sawa. Na kutundika juu ya mti. Na ndege watakuwa nyama yako. Sawa sawa. Ikawa siku ya 3, siku ya kuzaliwa kwa Farao, akawafanyia karamu watumwa wake wote. Sawa. Akakiinua kichwa cha mkuu wa nyeshaji na cha mkuu wa waokaji miongoni mwa watumwa wake. Sawa. Akamrudisha mkuu wa nyeshaji katika kazi yake ya kunywesha. Naye akampa Farao kikombe mkononi mwake. Sawa. Bali akamtundika mkuu wa waokaji kama Yusufu alivyo wafasiria. Sawa. Lakini huyo mkuu wa nyeshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Kwa yule ile ndoto akafa. Aliota tu ndoto. Sema amen. Ndio maana Biblia inatueleza kwamba vita vyenu havipo katika ulimwengu wa kimwili. Vita ya ndoa, vita ya kazi, vita ya uchumi, vita ya elimu, vita ya baraka, ipo kwenye ulimwengu wa kimwili mlio nao. Vita vyenu vipo juu ya mfalme, juu ya wakuu wa giza, ili katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho hauonekani kwa macho yako, hauoni chochote, hauelewi chochote. Ni ulimwengu mbaya sana, lakini ulimwengu wa giza dawa yao ni ulimwengu wa wokovu. Nasema ni wokovu. Nasema ni wokovu. Nasema ni wokovu. Dawa yao ni wokovu. Ulimwengu wa giza kiboko yao ni imani ya wokovu. Na ndio maana isamini sana imani ya wokovu wewe. Acha kuishi maisha ya utani utani. Sema amina. Imani ya wokovu itakuokoa, maana imani hii iko juu ya imani zote. Kwa imani hii ya wokovu itakuokoa. Inakuokolea wapi? Kwenye ulimwengu unaitwa wa roho. Kwa hiyo ulimwengu huu ni ulimwengu mbaya sana, maana ulimwengu ambao unamwamulia maisha ya kuishi mtu. Niko hapa na nyuki jana, nakia namwombea, ni vurugu kubwa hapa. Namwombea dada moja, mwingine baba yake mkubwa anamtesa, anamwambia nani amekwambia mjenge mama yako nyumba, utaisoma nao. Mwingine shangazi, nimesema mimi hakuna kupata mimba, ni kweli hakuna kupata mimba. Mwingine binti mzuri, nimesema mimi hakuna kuolewa. Wewe nani? Baba mdogo. Sema mimi. Sema amen. Baba mdogo anaonekana. Shangazi, kinachoonekana unaonekana tu masikini, umekaa kwenye kichwa mpaka kwenye miguu. Unaonekana tu unachokifanya hakuna kinachokwenda. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Kwa hiyo ulimwengu huu wa roho ndio wanautumia wachawi kuyatesa maisha ya mwanadamu. Huko ndiko